Yes, bwana, inakuwa ni aje, natumai utokoko vyema sana. Bwana, hii ni siku ya Alhamis, lakini Alhamis fulani hivi, Alhamis ambayo imeendana na misamaha kinoma sana. Yaani Alhamis ya leo bwana, ya tarehe 11 Disemba 2025 imekuwa Alhamis ya misamaha mno. Alhamis fulani hivi pia majibizano, itusha kusema Alhamis pekee ambayo imechangamka sana tangu yaingia masuala ya lockdown. Alhamisi hii bwana, imeweza kuchangamshwa na Majizo, CEO huyu wa kituo cha utangazaji EFM pamoja na ETV, miongoni mwa wadau wa muziki ambao wamesupport sana sanaa ya muziki na baadhi ya wasanii, hususan wasanii wa singeli. Sawa bwana. Majizo leo bwana aliposti video ambazo zikimuonesha anawaombea radhi wasanii wa mziki ama wasanii wote kwa ujumla hapa Tanzania kwa masuala ambayo yametokea, hususan yale ambayo mashabiki yanayosema kwamba wasanii wao wamewasali. Sasa Majizo bwana ameamua kama kuombea msamaha hivi kwamba jamani, tusiwahukumu wasanii kwa namna hii bwana, nao ni binadamu. Muda mwingine wasanii nao wanaongea maneno ya kukera, lakini ile kwa namna fulani hivyo unaweza ukawachukulia alafu mambo yakaenda vizuri kwa kuwasamehe, kwa sababu ndio wasanii, au sio bwana? Sawa, ameongea mengi sana hadi amewahusisha kina Diamond Platnumz kwamba hatuwezi kuwahukumu kwa alichokifanya kwa sababu wamesupport wasanii wengi sana ambao sasa hivi wanafanya vizuri. Akamtaja kina Harmonize, akamtaja Rayvanny, of course ni wasanii ambao wako vyema sana sana. Sasa big story bwana ni pale baada ambapo baadhi ya mastaa nao wakaibuka kuweza kucrash hoja ya Majizo. Akaanza wakazi bwana rapper huyu akaanza kumchana bwana Majizo kwamba usitaki kuwa hero na kujipa umuhimu kwa watu, au sio bwana? Lakini pia waraka wake umekuwa mrefu sana, ambao akimwelezea Majizo kwamba angeacha tu, angekausha, lakini pia asingetumia maneno ya marehemu Ruge. Na uzuri wa kazi bwana, akatilia mstari pale akusema kwamba Ruge alisema kwamba bwana tumuogope Mungu na teknolojia, hayo mengine unasema wewe. Sisi tumetulieze, tunaona hakuna la msingi ambalo umeweza kuliongea. Huko ni kwa upande kwa rapa wa kazi, lakini pia bwana influencer mahiri pia nchi hii Mwijaku bwana naye akasema isiwe kesi bwana, naye akaamua kwa upande wake naye kutiririka kupitia Instagram story kwa kuandika kwamba boss Majizo, mbona unatuombea msamaha kwa jamii? Umemaanisha tulikosea kuchagua upande? Why now? Kuna namna fulani hivi ambaye ameonyesha kwamba Majizo, kwa nini umetuombea msamaha, kwamba tulikosea au vipi, au sio? Kwa sababu kila mtu alichagua upande wake, huo ni upande wa Mwijaku. Lakini pia akaibuka na DJ Albi ambaye naye kidogo akazungumza maneno ya kihenga hapa, sasa bana, watu wafanye kazi tu, waache kulalamika. Wezi kumlazimisha mtu kupenda kiporo. We need fresh food, au sio? Sasa kiporo ndo kipi hapa na fresh food ni ipi hapo, au sio? Mjadala huu bwana ukazua maneno mengi sana kwa baadhi ya mashabiki wa mziki. Wengi wao wakawa wanamtiririka pia kwenye comment za baadhi ya peji ambazo wameweza kuposti taarifa hiyo, wengine wakisema kwamba bwana wafanye kazi kama ambavyo walituambia, sisi hatuna habari nao, kila mtu afanye michongo yake. Lakini baadhi ya wengine wameungana na Majizo kwamba bwana tuache wasanii na nini, lakini still kuna watu bado kabisa wameamua kukaza kwamba bwana wasanii watavuna walichokipanda. Bwana wewe mtuambie comment yako kwa upande wako, nahisi nani atakuwa amezingua hapa na nani anapaswa kusamehewa na kwa nini asamehewe? Wewe unahisi kosa liko wapi? Mimi Mr. Story bwana, na hii ni story muhimu. Endelea kusubscribe, like na kucomment, kwa sababu ukifanya hivyo na sisi tunazidi kukupa habari nzuri. Lakini michano ya Alhamis ya leo imekuwa ni hivyo. Huyu msamaha anayeombewa msamaha anagoma. Wahenga hawaamini.